haja na mimi, angeniwachia watu ya Mathira niendelee na kazi nilikuwa nafanya. Tangu niende kazi ilisimama, haijasimama. Isipokuwa ile kazi nilianzisha hapa. Nimeona hii kijana akijidai ati Ruto kuna kazi amefanya. Hata Ruto alikuwa hapa State Lodge anadanganya watu atayari jenga hii barabara. Ni muongo si muongo? Hii barabara kutoka Maroa, Gatung'ang'a, Shieni, Hirega, Kiamariga, kwa Mukaburu, kwa Wamboi, Iruri. Sio barabara nilipewa na Rais Uhuru Kenyatta mwaka wa 2021. Ikaanza nikiwa mjumbe. Sasa huyu kijana ya Ruto kuna kazi amefanya hapa? Kazi nilianzisha ya Slaughterhouse. Barabara kutoka Slaughterhouse kwenda Ragati, kwenda Karura, kwenda Gaikoyo, kwenda Kihore mpaka Kabiroini. Ilisimama haijasimama? Kazi nilipanga from Unjiru kwenda mpaka Ragati, imesimama haijasimama? Sasa kazi ingine nimefanya ya barabara ya kutoka pale Kanyama kwenda Gandu. Si mimi nilipanga? Barabara kutoka pale ukipita Kangosho hapo Mwanda kwenda Daroini mpaka Dimaine. Si mimi nilipanga? Maji nilipanga ya kusaidia watu ya Ruguru, watu ya Kirimuko. Ilikuwa haijakwama? Iko kazi Kasongo amefanya hapa? Kazi Kasongo amefanya watu, amefanyia watu ya Mathira tu ni kazi moja, kufukuza Rigiji kwa kiti. Iko kazi nyingine amefanyia watu ya Mathira? Hiyo ndio kazi pekee yake amefanya. Kwa hivyo mimi niseme watu wangu, mimi niko na shukrani kwa nyinyi kama viongozi, kwa ile mumesimama na mimi. Hata nilipopata matatizo hamkuwa na haja na kiti yangu, mlikuwa na haja na mimi kama Rigathi Gachagua. Na ndio nisikia pale Masishi captain nikiambia Kasongo, nikamwambia ulinitoa kwa kiti, lakini kunitoa kwa hii roho ya hii watu haiwezekani. Unajua huyu Kimani Ichung'wa ambaye ameoa hapa Itiati hapa Kiamusheru, si ndio? Si ndio ametoa bibi? Alimwambia Kasongo ati Wakikuyu hawana haja na kiti, hawana haja na mtu, wako na haja na kiti. Ati huyu Rigiji akifukuzwa wiki mbili hata matanga hata pewa nafasi ya kuongea. Sasa ni mwaka 2. Rigiji anavuma havumi? Si ndio mwenye kusema Kenya? Si ndio anaongelelewa na kila mtu, kuanzia president mpaka assistant chief? So mimi nasema nyinyi kama hamngekuwa watu wazuri, kama mlikuwa na haja na kiti yangu ya deputy president, mngeniwacha. Lakini hata nilipotolewa mumesimama na mimi na maombi. Nataka niseme asante. Nataka watu ya nyumbani niseme asante. Mimi najivunia ya kwamba ninapendwa nyumbani. Pia mumenipatia amani. Nimekuwa na wageni hapa siku 50, hamujakanyanga hapa kwa gate. Mumeniheshimu, nasema malizana na wageni, sikiza wageni. Na ndio nikasema nikimaliza kusikiza wageni niite nyinyi sasa tuongee, si ndio? Kwa hivyo mimi nataka nitoe shukurani kabisa 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 watu ya nyumbani, na niseme sasa nimekuja kuambia nyinyi serikali ya 6 ndio mimi napanga nikiwa hapa Wamanyoro. Na nimuhakikishie, na mnanijua, si mnanijua mimi napanga na itapatikana, na hii jamaa ataenda nyumbani one way. Mimi nataka niseme, nataka kuambia nyinyi, na niko na uhakika tutafanya mkutano ingine moja hapa Wamanyoro kabla ya kwenda uchaguzi. Mkutano ya baada ya uchaguzi tutafanyia hapa Sagana State Lodge nikiwa rais wa 6 ya Jamhuri ya Kenya. Mathira hoi! Mathira hoi! Hii siasa nimeipanga na imepangika.
Huyu Kasongo tumemfinya, analia kama panya imeshikwa na mtego, na hana pahali ya kupitia. Mlima imeenda haijaenda, mlima imeenda haijaenda. Hiyo Olokalao ilikuwa ni kijonjo. Wewe Kasongo goja madhira, goja madhira. Olokalao ni kionjo, goja hapo madhira utaona. Siasa ya mlima Kenya ile kali zaidi ni ya madhira, na madhira ikiamua, Nyeri imeamua, mlima imeamua. Mimi niseme huyu Kasongo, kwa sababu ni mzuri, niambie nyinyi watu ya nyumbani, alikuwa anataka Rigathi Gachagua akiwa running mate amsaidie kuwa rais, lakini hakutaka Rigathi akuwe deputy president, kwa sababu alitaka mtu mjinga, mtu pumbafu, mtu hana akili, mtu ya yesa, mtu ambaye hawezi uliza swali yeyote, mtu ambaye atamkubalia apore Kenya kama amenyamaza. Na alikuwa ameniona, lakini akajificha, akaficha makucha. Siku uliona mngangano pale at 17 hours, ilikuwa ni sinema. Alikuwa ameamua ni mimi, lakini alikuwa anataka kuniangaisha ati ndio nikuwe nikimwabudu, ati alinisaidia. Yeye mwenyewe aliita huyu Soprano, akapatia yeye pesa kabla mambo ya running mate, akamwambia patia hii wabunge wote waseme ni wewe, na ni yeye. Sasa wabunge, mimi sikuwa na habari, mimi naendelea kumtafutia kura. Alikuwa amekataliwa na kila mtu, mimi nasunguka na bebeleza wa Kikuyu na msemo wachana na Uhuru, wacha tukae na huyu. Mimi niko busy nikimsaidia, yeye ananipangia huko nyuma. So lakini alikuwa ameamua ni mimi. Hiyo ilikuwa tu ni sinema, sarakasi. Anapatia Kindiki pesa, patia wabunge. Sasa mwisho akaambia Kindiki na Ichung'wa. Sasa ndio tumekuja kujua, nyinyi hii mtu staki, lakini ndio tufike tunahitaji yeye, kwa sababu yeye ako na umaarufu ya kuongea na watu, ako na ulimi ya kuongea na watu, ako na bidii ya kuzunguka. Wacha tunyamaze, tumpatie. Tukishamuingiza nitapanga vile tutamtoa. Hii si maneno imefanyika ati juzi, ilipangwa hata kabla ya uchaguzi, kwa sababu alitaka mtu nongwe, mtu ambaye hakuna kitu anaweza sema, mtu ambaye ataambiwa fanya hii, fanya hii, fanya hii. Sasa ndio aniangaishe, akaambia Kindiki, wewe nitakupatia docket ya interior. Kazi yako sasa ni kutengeneza maripoti ya uongo kuhusu Yuri Giji. Wewe Ichung'wa nitakupatia leader of majority, uhakikishe wabunge wote wako na wewe, uwatoe kwa Rigiji. So mimi nimepangiwa pale, sina habari. Kindiki naita mikutano ya usiku, napatia wajumbe pesa. Ichung'wa naita wabunge. Huyu Kasongo kukiandikanwa kama ni jeshi, anatafuta mabarua, anaita wabunge ya mlima. Anasema, nyinyi wabunge ya mlima, niliambia Rigiji ampatie jeshi, amepatia nyinyi? Hapana. Ndio msiulize, wachana na yeye, chukueni. Wambunge wakaanza kunichukia. Unaona? Anakaa ambia ma PS na ma minister, huyu Rigiji akipiga simu msichukue. Wabunge wakija kwangu tusaidie barabara, nikipiga simu haichukuliwi. Wabunge wakaanza kuona mimi ni bure. Yangu ikosa kuchukuliwa, wanakimbia kwa Kasongo, anapiga inachukuliwa. Akaanza kufuruta wabunge, akawafuruta. Huyu Kindiki kila siku ni mikutano ya usiku, akipanga vile nitatolewa achukue hii kiti. Sasa pahali Kasongo aliamua lazima atufukuze, ni uchaguzi wa kitu inaitwa IALA. IALA ni East African Legislative Assembly. Pale kulikuwa na viti 9. Hiyo viti 9 ikakuwa iende viti 4 kwa Azimio, viti 5 kwa Kenya Kwanza. Akapanga na Ichung'wa ati tukue na uchaguzi ndani, tuchague watu wetu 5 kabla ya kwenda bunge kupiga kura. Huyu Ichung'wa akakubaliana mtu ya mlima Kenya awekwe na mtu kutoka Ukambani. Ichung'wa akapanga na Kasongo. Wa Kalenjin wale wabunge wakaambiwa, msipigie mtu ya mlima, mpigie ile mtu ya Ukambani. Na sisi ndio wengi tumeenda pale Ikulu kwa uchaguzi. Kila mtu ameambiwa aongee. Tulikuwa na kijana anaitwa Karobia, akaongea, makofi napigwa na hiyo Kalenjin, inapigwa pa.
Nikajua basi hakuna shida. Kura kupigwa, kuhesabiwa, Karofi ameanguka. Na kura ya watu ya Mlima na ya Kalenjin is a majority. So mimi nikauliza Ichung'wa, what is this? Akajifanya ati hata yeye ameshtuka. Nikaona amefungia Kasongo jicho, kumfungia. Nikauliza Kasongo, imekuwaje tuko na viti 5? Sisi tulikupatia kura 47% ukuwe rais wa Kenya. Ati kwa viti 5 Mlima haitakuwa na kiti moja. Akasema si kura imepigwa wewe Rigiji. Sasa kama kura imepigwa nataka tufanye nini? Nikamwambia rais, lakini inaonekana watu yako ulipanga jama na hao wapigie yule mwingine. Wewe unani accuse mimi? How? Mimi nilikuwa na kura. Nikamwambia rais, how come mtu ya Mlima amepoteza? Na wajumbe ya Mlima na wa Kalenjin combined we are the majority. It means for sure uliambia wa Kalenjin wafukuze mtu ya Mlima. So tukaletea shida, tukaletea juu sana. Akajaribu kuniongelea, nimwambia kwende, nikamtupia mkono. Si ndio? Mimi nikatoka nikaenda, hii wajumbe ya Mlima siku hiyo walikuwa na akili kidogo. Nikawaita. Nikauliza sasa tufanye nini? Tukaongea, tukasema they are the majority. Kwendeni mpindue hiyo kitu kwa floor of the house. Wakasema tusaidie maneno kidogo. Nikapanga nikawasaidia. Wakaenda wakaongea na Waluya, Wajaluo nini. Asubuhi wakapindua hiyo mtu yetu, akapita akachaguliwa Yala. Nikamwambia hata hika nini Kega alikuwa pande ya Azimio na waku wanataka Nikasema sasa bahali imefika, wacha tukufe na wetu. Hata hika nini Koru, pigia kura kaende huko Yala, kaende huko. Hii watu yangu wao wabunge siku hiyo walikuwa wazuri sana. They were good people. They were committed to the community. Wakaenda wakapindua hiyo uchaguzi. Ndio Kasongo akajua, hii mtu nikimwachia hii wabunge nitakuwa na shida kumcontrol. Ndio hii wabunge anafuruta moja moja, akawapatia pesa wanifukuze. Kindiki alipanga hii maneno na Ichung'wa na Ruto before the elections. So juzi nimeona akiongea, huyu Rigiji mimi nilikuwa na mshauri nikiwa minister. Ulikuwa unanishauri na ulikuwa unanipangia usiku. Mlikuwa mnapanga na Kasongo. Hii ni kitu mlipanga tangu zamani. Lakini sasa tukiwachana na Kasongo, kwa sababu lazima nimwambie. Tuliketi na yeye for 4 hours. Kumwambia rais, nimeona umeamua kusaliti sisi. Nataka nikushauri. Wachana na hiyo maneno. Wacha kabisa. Hii watu wa Mlima ndio walikuchagua. Na hao watu hawapendi usaliti. Wewe mwenyewe umefaidika kwa sababu hii watu hawapendi usaliti. Walipoona kama Uhuru Kenyatta amekusaliti, wakaamua kuchagua wewe. Waoneshe hawapendi usaliti. Wewe si mmoja wao. Uhuru ni mtoto wao. Walimuumiza Uhuru Kenyatta wakakusaidia wewe, na si mtoto wao. Ukisaliti mimi na jamii, watakuumiza mara 100.